na kuheshimu sana mzee wangu, na hii ni kwa sababu umenilea katika mji huu. Nishawahi kukukosea katika maisha yangu, na huu ukweli nimeona leo ni useme. Derrick ni mtoto wa Mr. Cody. Nimelazimika kusema hilo kwa sababu siku zote ukweli huo unachelewa, lakini nimeona leo nizungumze. I'm sorry. Lakini mume wangu, leo nataka niwaonyeshe uwezo wangu wa ajabu ambao hamkuwahi kuona. Uwezo gani? Huu mchanga utaonyesha uwezo nilionao. Mchanga na uwezo? Glory, you are not serious. I'm serious. Ngojeni sasa mtaona. Mchanga? Yeah. Maajabu. Let me see. Ngoja muone. Mchanga umeelekea huko, ikimaanisha kwamba Shemsa atapita hapa sasa hivi, akitokea upande huu akielekea upande huu, na endapo akipita upande wetu wa kushoto lazima ataanguka. Labda awe mjanja apite upande wa kulia. Okay, ngoja tuone. Kwa tusubiri maajabu ya mchanga. Yeah. Shemsa! Shemsa! Naona uko mnapoenda mtakutana na wasichana watatu. Hao ndo marafiki zako na hao ndo maadui zako. Ukifika hapo, usipite upande wao kushoto, pita upande wa kulia. Umesikia eh? Ukipita upande wa kushoto utakuwa umefanya kosa kubwa sana. Bye eh? Shemsa, unajua mtoto mimi sijamuelewa kabisa. Yaani unataka kuniambia huyu tunasoma naye chuo kimoja sisi? Inawezekana ikawa ni mwanafunzi mpya, lakini mbona ni katoto mno? Ukiacha utoto alionao, yaani hata vitu ambavyo amezungumza mimi bado sijamuelewa kabisa. Au kuna namna wewe umemuelewa? Sawa, unavyofikiri hapa nani kamuelewa? Mimi pia sijamuelewa kama wewe. Kwa hiyo hapa cha msingi tuende huko mbele, kama kuna cha kuona tukajionee huko alichokisema. Sawa. Tuanze. Kuna kitu hakipo sawa. Inaonekana kuna mtu amewatonya huko. Niliyajua haya.
Maajabu ya mchanga. Toka lini mchanga akafanya kitu? But I am serious. Evelyn, fanya kazi yako. Right on. Right on. Kwa nini unanifanyia hivi? Na kuita kote huko ina maana unisikie? Brighton, acha kuniumiza. Unaumiza sana moyo wangu. Basi naomba uniambie lini utanipa nafasi. Evelyn, mtu anapokuambia hataki kitu wewe unaelewa nini? Yaani mtu anapokuambia usinisumbue niache na maisha yangu, usipite njia yangu, wewe huwa unaelewa nini? I don't even care. Unajua mimi nakupenda sana. Shit. Evelyn, nimeshakwambia kaa mbali na mimi. Hizo drama zako sizihitaji. Kuwa mwelewa Evelyn, utanitafutia matatizo. Sitaki kesi Evelyn. Kama haya ndo malipo upendo wangu kwako, basi nipige tena. Nipige na huku. Nikupige tena, si ndio? Hapana Brighton. Acha. Usifanye hivyo. Wewe achana naye. Tuondoke. Twende. Pole mwaya. Amekuumiza? Haja kutoa vidonda kweli? Excuse me. Makasiriko. Eti anaona. Sisi tunamjua yule, maana mkono wake mgumu. Kapitia judo, boxer, zote kacheza hadi karate. Na kwa sungusungu analinda usiku. Ila usiwazo wala nini. Masi yetu tupo single, ma handsome. Wa dunia tunaitwa mabisho. Ukiwa na sisi, hizo stress hizo upati. Mikono yetu yenyewe imezoea mapenzi, haijazoea kupigana. Au unaonaje? Umemkubalia nani? Aje tukubali. Sio mnikubalia mimi? Sasa kukubalia sasa? Mimi hapa. Kazi unayo. Mimi hapa. Umeona? Sahili. Tusikilize hata dakika chache kidogo tukupe ofa. Mimi siwasikilize wambea. Sisi wambea. Sahili. Nini? Sikiliza kidogo hata dakika chache, yani tugee muda kidogo tu kwanza. Sisi na jambo moja tusikilize. Sisi tunataka tupeleke pale ulipoficha kitabu. Bas. Kile pale kitabu kina asili nyingi kile. Siwezi kuwapeleka nyinyi wambea nyinyi. Unatukosea sana kupita sisi wambea. Sisi sio wambea, sisi tunafikisha taarifa zokuwa za usahihi. Yaani ile neno umbea uliweke pembeni. Sisi tutakupa ofa. Umeona midoli? Sisi tunatoka na midoli imejaa kibao. Wewe alokuambia huyu mdoli nani? Huyu hapa genius wewe. Basi tukakuletea magenius kama hao. Kuna magenius mpaka AI na tunamshinda. Wewe acha uongo. Kwanza genius hawagi wengi. Genius huyu hapa tu. Sasa sikiliza, tunakuletea ofa hata mawani, tunakuletea mapya. Wewe niwapeleke nyinyi kwenye kile pale kitabu. Wewe mimi nimeficha kwa sababu watu wasikipate. Basi sawa. Sahil, nilikuwa nakutafuta wewe. Hivi Sahil, ulichukua kitabu ili unisaidie au unitese? Na kama kunisaidia, mbona natumia nguvu kubwa sana kukipata? Wewe sasa unanifuataga mimi niko na safari zangu. Tena nikupeleke haraka. Mimi nataka niwahi kurudi nikamtafute mamangu huko. Haraka. Ila hapa wambea wasiwepo hao. Sisi hatupo. Hilo neno mbaya usilitumie, ni baya hilo. Nyie hapo bakini, sisi tunaenda. Twende. Sasa hatuji huko. Sawa president. Tuondoke na safari zetu mwaya. Tuondoke na safari zetu. Najua hiyo.
Ona. Umesikia president? Wale pale wambea wale lazima atakuwa anatufuatilia tu. Mimi najua wale wambea kama nini. Tukipita huku watatuona. Ngoja, turudi nyuma, tuzunguke huku, tupite kule nyuma ya chuo, alafu ndo tushike kule bondeni. Yeah, great idea. Tuwakimbie huku. Najua watu lazima watakuwa wanakuja. Itakuwa ameenda wapi? Huku ni nyuma. Hawezi kwenda huku. Yaani itakuwa huku au huku. Oh, nimepata idea. Ngoja mimi nipige ramli. Na kujua mganga kienyeji. Piga ramli tujue tena ameenda wapi. Wapi? Huku majeshi mbele. Twende. Derek, mbona inaonekana siku yako ya leo ni ngumu sana? Inaonekana hapo sawa. Ni kweli sipo sawa. Hivi naweza nikakuuliza kitu? Yes. Wewe unaitwa Selina nani? Mimi naitwa Selina Jeremia. Selina Jeremia. Itakuwaje kama siku moja kuja kugundua kuwa mzee Jeremia sio baba yako? Mimi nitachukulia kama story tu kwa sababu yule ndo baba yangu. Sio hicho kitu hakiwezekani. Basi hiyo inawezekana. Mzee Mavumba mimi sio baba yangu. Sio baba yako? Ndio. Na hapa ndo nagundua ni kwa nini alikuwa anamwamini sana Belinda na kuliko kuniamini. Mara kadhaa kila kitu alikuwa anamwamini Belinda. Ingalia kuwa mimi ndo mtoto wa kiume katika ile familia. Lakini sijai kuaminiwa hata siku moja. Mara zote alikuwa anamwamini Belinda peke yake. Kila kitu ambacho anataka kutuagiza lazima Belinda awe mbele, mimi niwe nyuma yake. Kumbe sababu ilikuwa ni hii. Kwa masikio yangu nimemsikia akizungumza kuwa mimi sio mtoto wake. Kwa masikio yangu nimemsikia. Inaniuma sana. Mtu ambaye alionilea, anayenisomesha, amenipa kila kitu katika hii dunia. Amenipa malezi yote ambayo anatakiwa apewe mtoto. Amenifundisha baya, amenifundisha mazuri. Leo hii eti yeye sio baba yangu. Hii inawezekana vipi? Inawezekana vipi yeye sio baba yangu? Na yuko wapi baba yangu? Imeniuma sana. Kwa nini yeye sio baba yangu? Pole sana Derek. Lakini tufanyie uchunguzi zaidi kuhusu hili. Najaribu kuaminisha kuwa mimi ni kama wao, lakini ipo humo njia mwenye uchukue. Labda Mungu wangu mimi sio
mpaka naumia. Mungu nipe ujasiri nishinde hii hali, najua maisha safari. Ondoke bwana. Unilinde na lamination, unibebe kwa mikono yako Baba, nilinde wasije wanichukue wabaya. Mungu nisitiri. Mr. Kodi, maisha ni kama kitabu. Kadri unavyokifunua na kukisoma ndivyo unavyokaribia kufika mwisho. Ni Mungu pekee ndio anayejua umebaki kurasa ngapi. Maisha yangu yana changamoto nyingi sana. Kwa hiyo sipo tayari kuongeza changamoto nyingine. Nilikuamini kama sehemu ya familia yangu, lakini umevunja imani yangu kwako. Na sio wewe tu, hata mke wangu kipenzi niliyemtegemea amevunja imani yangu kwake. Anyway, kikubwa kilichosababisha niwe hapa, nimekuja kukukabidhi rasmi. Kwa hiyo hii sasa ni familia yako. Naomba utambue hilo. Janet, hata wewe katika maisha yangu sikuwahi kufikiria hata siku moja kama utakuja kufanya ulichokifanya. Why, Janet? Why? Lakini haya yote mimi nakulaumu wewe, Mr. Kodi. Wewe sio mtu wa kunifanyia hivyo. Ninachohitaji kutoka kwako, nimekuletea mtoto wako. Ila naomba tangu mwanzo wa malezi ya mtoto wako mpaka hapa ilipofikia, nahitaji gharama zangu zote zirudi. Hilo ndio sharti ambalo unaweka kwako, sio vinginevyo. Fanya unavyoweza, hakikisheni gharama zangu zinarudi kwa wakati. Sawa sawa? Janet. Nini wewe? Unapata wapi mamlaka ya kunitalimu mwako? Mbavu wewe. Mume wa mimi na wewe imeisha hapa, Mr. Kodi. Hii ni familia yako. Nikisema hivi namaanisha kwamba hii ni familia yako na utabaki nayo hapa. Kinachotakiwa wewe ulipe familia zangu mimi. Basi. Umesikia wewe? Kima wewe. Na siwezi kuficha kiukweli na choma japo sina silaha. Ulisema unanipenda, leo natenda ndo yako dhamira. Mimi nakupa mapenzi, unanipa maumivu, ndo malipo yako. Inaniumiza kimwona mwenzangu uliye naye anatambia, kitabu kasha kifungua funua, na ubazito na mjezi apatia. Unaniumiza vibaya, saa kiko wapi? Ulichokitafuta umekipata sasa eh? Haijalishi Mama Derek, haijalishi kwamba nimemlipa gharama zake au sijamlipa gharama zake, lakini hiyo haitabadilisha kwamba Derek ni damu yangu. Huyu ni mtoto wangu Derek. Nilikuwa nikizunguka miaka yote nikitafuta kwa ajili yako, lakini hatimaye
Siku ambayo sikuitegemea leo imetimia. Karibu nyumbani Derek. Karibu sana nyumbani. Leo ziko wapi? Nikukumbushe basi. Nilificha hili kwa sababu ya usalama wako mwanangu, na sikumwambia mtu yoyote yule, kusudi tu wewe uwe salama, kwa sababu nakupenda mwanangu, na kwa binadamu yoyote yule asingeweza kuliweka wazi hili. Mimi mamako niliteleza, na wala sikudhamiria kabisa, lakini kwa sababu lishadhihirika, basi ukweli ni kwamba Mr. Kodi ndiye baba yako mzazi, na ningetaka kuificha aibu hii, basi ningekuua wewe ili tu haya sitokee. Lakini nimeamua kukulinda mwanangu, kwa sababu mimi nimepata mimba yako nikiwa mke halali wa mzee Mavumba, na umekulia mle ndani, na ndugu wote, familia nzima ya mzee Mavumba inajua hili. Nimeitenda dhambi ya kwanza, halafu nije niitende dhambi ya pili ya kukuua wewe? Hapana mwanangu, nimeona bora itokee aibu kama hii kuliko ningekudhuru mwanangu. Naomba unisamehe babangu. Na leo ndo nimegundua mama, kwa nini baba yangu mzee Mavumba hakuwahi kuniamini. Hata siku moja hakuwahi kuniamini mzee Mavumba. Mara zote alikuwa anamwamini Biringa, hali ya kuwa mimi ni mtoto wa kiume pekee kwenye familia, lakini hakuwahi kuniamini. Alikuwa na haki ya kutokuniamini kwa sababu mimi sio mtoto wake. Mama, mimi nimekusamehe. Nimekusamehe na sina chaguo la kuchagua mzazi. Huyo mzazi ambao umenionyesha, basi ndio utabaki kuwa mzazi wangu. Nashukuru mwanangu. Hatujui kesho yetu, hatujui hata baadaye, yote sio kwa uwezo wetu. Wewe umepewa mdomo, wenzako wala haongei. Wewe umepewa kizazi, wenzako hana. Wewe umepewa miguu, basi furahi. Wenzako umepewa magongo, ndo mwendo wake. Riziki anatoa kwa mafungu, hachagui habagui. Dua twakuomba Mungu, utuepushe na madui. Hofu inatanda kubwa kwangu, hata nisika simjui. Jarada mapungufu yangu, unieke mbali na madui. Ya Rabbi naomba salama, Ya Rabbi naomba salama. Naenda kuzama, Mama, Hujambo? sijambo. Shikamoo. Maraba. Unamtafuta mtoto wako eh? Umejuaje? Hapana. Unaona uko napoenda utakutana na watu wengi, lakini utakutana na mtu mmoja tu. Hapo hapo moyo wako utashtuka, pa ujue huyo ndio mtoto wako. Wewe ni nani? Naitwa Kisusu. Unatokea wapi? Nipo tu. Bye.
wanyama kama una jarada kwa kina na itunze faraja, wasijema hakina husuda ya ndani wesiri tujaradie na lamination la